Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu aliyehurumia maisha yetu ni Yesu peke yake, na ndio maana ukiinua vita juu ya mtumishi wa Mungu, ukiinua vita juu ya yule aliyekusudiwa, kinachokuja kutoka ni kwamba utapigana na aliyemuita na sio utapigana naye. Sijui unanielewa? Kwa hiyo wale wanaopigana na sisi, wanaoinua maneno juu yetu, hatutawajibu sisi, lakini yupo atakayewajibu. Ndio maana Biblia inasema vita si yetu, lakini vita ni ya Bwana. Kwa hiyo usiogope changamoto na vita ambazo zinaweza kunyanyuka kwa muda fulani, kwa sababu yupo atakayetupigania na kututambulisha kwao. Na katika bustani ya Edeni, Mungu uliilaani ardhi iweze kutoa miiba kwa ajili yangu, lakini kwa kupitia Golgotha na kwa njia ya Golgotha ukaikusanya miiba yote na ukajivika kichwani na kutangaza ushindi na mpenyo mpya. Tuna sababu ya kukushukuru kwa sababu ya njia ulioitengeneza kwa ajili yetu, kwa sababu hapo kabla tulihesabika wenye laana, lakini sasa tuna neema na tunayo haki ya kusimama na kutangaza habari njema. Haijalishi wanadamu watatuonaje, haijalishi wanadamu watasema nini, haijalishi historia zetu zinasema nini. Mungu akiamua kumbadilisha mtu na akiamua kumuita mtu, haangalii historia, anaangalia mwisho na hatima yako. Kwa nini? Kwa sababu historia yako kibinadamu huenda ikawa ina changamoto kadha wa kadha, lakini kwa kupitia zile historia Mungu anajitukuza kwako. Kwa hiyo wale wenye historia mbaya ndio Mungu anajitukuza kwao.